Yaani ukikaa kwenye kikao, kila kitu yeye anapinga kila kitu, hakuna kitu kizuri kwake. Hizo ni dalili za mtu ambaye ameharibikiwa. Amen. Mtu anaona kila kitu kasoro, lakini kusema wewe fanya hivi hawezi kufanya. Yaani anaweza kukosoa mahubiri, anaweza kukosoa mafundisho, anaweza kukosoa labda tulivyokaa, anaweza kukosoa akaangalia mbona leo hivi ni chafu. Lakini kuna watu ambao wamewahi kuja kufanya usafi, anaweza kukosoa maua yamekaaje, lakini yeye hafanyi. Leo nimefika hapa asubuhi, nimekuta Mama Angel, nimekuta Sesi na Sara, wamewahi kufanya usafi upanga wote, yaani wamejitolea, sio wameamka saa ngapi. Lakini mwingine anaweza kaja akakosoa, hivi alijakaa vizuri, hivi hapa kuna vumbi. Huyo ana shida. Bwana Yesu asaidie sana. Kupinga kila kitu. Anapinga mahubiri haifai, anapinga viongozi hawafai, anapinga ratiba haifai, anapinga huduma hazifai. Yaani kila kitu hakifai. Hata wakiimba na kwaya anaona wote hawafai. Wakiimba na praise wote hawafai. Huyo ana shida kubwa ya moyoni. Sasa tunajifunza juu ya uamsho wa moyo, jinsi ya urejesho wa moyo. Ukiona una dalili hizo, wewe ndio una shida. Shida sio kile unachokiona. Na nielewa mimi. Ukiona baada ya kusema mahubiri ya kwangu yanataka yanisaidie mimi, ninisaidiwe, lakini ukapiga kila kitu kwamba yale mahubiri pale si ni mzushi huyu, ni mwogo, yalikuwa anamzungumza Mama Angel, na kuambia ni yeye. Wakati wenzangu amewahi kuomba maombi, tumeomba, tumefurahi katika maombi, lakini mzushi na mwongo anapiga kila kitu. Baadaye kutoa suluhu, baadaye kupongeza. Mimi napenda sana wazungu. Hata ukivaa vizuri kama hivi anasema, nguo yako nimeipenda sana, vizuri. Mwanzo nilikuwa nafikiri anaposema naipenda sana pengine anataka nimpatie. Kumbe anakupongeza. Tunatakiwa kuwapongeza watu. Kwa mfano wakati tuko Dar es Salaam, Dr. Mrema alikuwa anawapongeza watu kila alikuwa anaandika majina yote washirika wote na anaangalia birthday zao, anawapongeza kila birthday, anawapongeza na analeta keki. Nasema huyu mzee, keki kanisani tunakula. Sasa tunahitaji kupongezana. Amen. Tunahitaji kumshukuru mwenzako kwamba umeonekana vizuri. Alafu sema na wewe manywele hayo, na wewe angalia limbu lako, angalia kiatu chako, unafikiri umependeza? Hata usiposema umesemea moyoni, tayari umemkosea Mungu. Jambo la pili, kumbuka tunajifunza somo kutoka katika kitabu cha Injili ya Yohana. Tunasimama sura ile ya kwanza, ambayo somo letu ni somo la uamsho na urejesho wa moyo. Na sasa tunajifunza dalili za watu za moyo unaohitaji uponyaji. Dalili ya kwanza ni kupinga kila kitu. Kupinga mahubiri, kupinga viongozi, kupinga ratiba, kupinga na huduma. Jambo la pili, kusengenya na kueneza habari za watu. Kusengenya na kueneza habari za watu. Jue huyo ana shida ya moyo. Neno la Mungu linasema katika Mithali 16:28, anasema mtu mwenye hila hupandisha fitina. Mtu mwenye hila hupandisha fitina. Mithali, Proverbs 16:28. Mtu mwenye hila hupandisha fitina. Yaani yeye hakuna kitu chochote kizuri anachoongea, ataongea mabaya kila wakati. Kusengenya na kueneza habari za watu. Kwa mfano, mimi mchungaji niko hapa. Hivi kweli mchungaji ningekuwa naeleza habari zako zote, kwa mfano umeokoka leo,
umeniambia mimi kabla sijaokoka nilikuwa natambika, nilikuwa mganga wa kienyeji, alafu nimesema unamwona yule alikuwa mganga wa kienyeji, yule kwenye kiuno chake alikuwa na hirizi, yule kwenye dini yake alikuwa na nini, yule alikuwa ni muongo, yule alikuwa ni mwasharati, yule alikuwa ni mzinzi. Hivi nikieleza hivi utafurahi? Je, hakuna vitu ambavyo navijua kuhusu wewe? Si vipo? Lakini ningekuwa nasema unamwona mtoto hata piga kitanda hafai, 1 2 3, hivi kweli nitakuwa nafanya? Kwa sababu Kristo alikuja kwa watu wabaya, hakuja kwa wema. Si ndio vile nilivyosema? Sasa unabeba ya nini hayo yote? Yaani mtu mwenye hila hupandisha fitina. Kwa hiyo jambo la pili, kusengenya na kueneza habari njema. Zizi lisipokuwa na samani, kuna ng'ombe? Nauliza, zizi lisipokuwa na samani, kuna ng'ombe? Ndio maana kila kazi ya mchungaji kazi yake ni kuondoa samani kila asubuhi. Hiyo ndio kazi ya mchungaji. Wewe tita tu, mimi nashika na mikono yangu natoa. Wewe tita tu, natoa na mikono yangu natoa. Wewe nititie hata mkononi, hata nikonyolee, hamna shida. Kwa sababu ndio kazi ya mchungaji. Lakini kusema naanza kumlaumu ng'ombe, wewe kwa nini hujatita? Unajua usipotita unaenda hospitalini, unasema una shida, sio? Yaani ni tatizo kubwa. Ni nani hapa ambaye hajatita wiki nzima? Atakuwa ni mgonjwa. Sawa. Kwa jambo la msingi hapa, kusengenya na kueleza habari za watu, huyo ana tatizo la moyo. Kusengenya huua umoja. Bwana Yesu asaidie sana. Kusengenya fanya nini? Huua umoja na huharibu mahusiano ndani ya mwili wa Kristo. Kusengenya kunaua umoja. Yaani